hata hajasubiri atreniwe. Mimi nilipomwamini Yesu Kristo, nakumbuka wakati ule mwaka wa 95 nilianza kuhubiri injili na bado sijatreniwa, sijaambiwa, sijaagizwa. Nilikuwa nikienda kwa hizi vituo vya afya. Unachokitaka kuhubiri vizuri, enda hospitali. Maana hospitali watu wote wamenyenyekea. Hakuna kiburi hapo. Bwana tusaidie sana. Hapo hakuna wa kiburi. Hata mtu wa kiburi wa kisirani atasema pasta niombee. Bwana tusaidie sana. Sasa wakati ile nilikuwa nikienda kwenye vituo vya afya, namwendea mtu, namuongelesha, namuombea. Na nilikuwa sijatreniwa, sikuwa na certificate yoyote. Na ndivyo wanafunzi walivyokuwa wakiishi kwenye kanisa la mwanzo. Watu ambao walijazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akaanza kutenda kazi ndani mwao, walipata shauku ya kutangaza Yesu amefufuka, Yesu anatupenda, Yesu ni Mwokozi. Walitangaza bila kutreniwa, bila kupewa certificate. Lakini leo tuna wainjilisti wengi ambao wametreniwa na wana vyeti. Bwana tusaidie sana. Wamekaa tuna vyeti zao. Kwa nini? Unaona hiyo shida? Bwana tusaidie sana. Acha niruke, msiseme nimewakosea adabu. Kwa hiyo moja kati ya kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya Mkristo ni kutuwezesha kushuhudia Kristo. Kutuwezesha kushuhudia Kristo. Na tena utendaji wa Roho Mtakatifu ndani mwetu. Bwana asifiwe. Jambo lingine, utendaji wa Roho Mtakatifu ndani mwetu, wala utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya Mkristo unamwezesha kutekeleza na kutimiza yote ambayo Bwana Yesu aliagiza kanisa. Sio kama inaeleweka hii sentence? Acha nirudie mara tena. Utendaji wa Roho Mtakatifu ndani ya muumini, wala utendaji wa Roho Mtakatifu ndani mwetu unatuwezesha kutimiza na kutekeleza yote ambayo Bwana Yesu aliagiza kanisa lifanye. Inaeleweka sasa? Bwana asifiwe. Amen. Maana ukitazama kuhusu wanafunzi wa Yesu Kristo, Yesu aliwaagiza vitu vingi. Aliwaambia mambo mengi. Aliwaamuru mambo mengi watakayoyafanya. Lakini hakuna chochote alichokitimiza wala kukitekeleza kabla hawajajaza Roho Mtakatifu. Simeelewa hiyo? Bwana tusaidie sana. Vitu vingi Yesu aliwaagiza wafanye. Mambo mengi Yesu aliwaamuru wafanye. Lakini yale yote ambayo Bwana Yesu aliwaamuru na kuagiza wayafanye, hakuna chochote ambacho alitekeleza. Hakuna chochote ambacho alitimiza kabla hawajajaza Roho Mtakatifu. Walianza kutekeleza na kutimiza yale ambayo Yesu aliwaagiza wayafanye baada ya kujaza Roho Mtakatifu. Hapo ndipo walianza kutekeleza na kutimiza yale ambayo Bwana Yesu alikuwa amewaagiza wayafanye. Na ndivyo ilivyo wapendwa. Tukijaza Roho Mtakatifu, ni hapo tunaweza kutekeleza yale yote ambayo Bwana Yesu aliagiza kanisa lifanye. Amen. Bila ujazo Roho Mtakatifu, tutakaa tu kama magunia kanisani, bila utekelezaji wa chochote. Bwana tusaidie sana. Bila kujaza Roho Mtakatifu, hatuwezi kumwakilisha Yesu kwenye ulimwengu uliopotoka. Hatuwezi. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Ikimaanisha kwamba bila kujaza Roho Mtakatifu, hakuna Ukristo halisi na hakuna utumishi halisi. Bila kujaza Roho Mtakatifu, tutakuwa tu watu wa dini tu. Hakutakuwa na ule Ukristo halisi, ule uchamungu wa kweli. Hauwezi kutokea. Bila kujaza Roho Mtakatifu, hatuwezi kuwa watumishi halisi. Haiwezekani. Kinachotuwezesha kuwa Wakristo halisi, kinachotuwezesha kuwa wachamungu halisi, kinachotuwezesha kuwa watumishi halisi ni kule kujaza Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa labda swali naweza kusema mtu atafanya sasa ajili aweze kujazwa. Labda inaweza kuwa ni swali, si kweli? Mtu anaweza kufanya aje sasa ili aweze kujazwa? Maana tumeshafundisha kwamba kuna uwezekano mtu akawa na Roho Mtakatifu lakini asijaze Roho Mtakatifu. Hiyo inawezekana. Na tumeshafunza sana. Ndio maana bado nazidi kukupatasha huku
ya kufuatilia tena part 1, 2 na 3 ya mafundisho ambayo tumefundisha. Kuna uwezekano mtu akawa amepokea Roho Mtakatifu lakini asijaze Roho Mtakatifu. Na kama hujajaza Roho Mtakatifu ni kwa sababu gani? Ni nini inaweza kusababisha mtu apokee Roho Mtakatifu lakini asijaze Roho Mtakatifu? Leo tutapata kama mafundisho yaliyopita. Bwana tusaidie sana. Lakini jambo kubwa ambalo nataka kukuhamasisha tena, pamoja na yote ambayo tutayafanya ili tuweze kujaza Roho Mtakatifu, ni wakati tunakubali kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii. Ukitazama historia ya watu wote, historia ya watu wote ambao wamejaza Roho Mtakatifu, iwe ni kibiblia wala kihistoria, utaona walijaza Roho Mtakatifu wakiwa kwenye maeneo ya ibada, wakiwa kwenye maeneo ya kuabudu, wakiwa kwenye maeneo ya maombi, wakiwa kwenye maeneo ya kusikia neno la Mungu, mambo kama hayo. Bwana tusaidie sana. Hakuna mahali tunaona watu walikuwa wanacheza ludo wakajaza Roho Mtakatifu. Hakuna watu walikuwa wanacheza dano wakajaza Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Hautajaza Roho Mtakatifu wakati kuna watch ball. Jamani, siku moja, kuna muda mrefu uliopita, miaka karibu 7 au 8, nilikuwa mahali fulani, nimemtembelea mtumishi fulani, nikakuta na watch ball. Alikuwa ni pastor. Tena pastor mwangalizi. Sio mzee wa kanisa. Pastor mwangalizi alikuwa na watch ball. Sasa alikuwa anacheza hii ball, inchi na nyingine wanacheza. Sasa inchi yake, sitaisema ilikuwa ni inchi gani, labda ni inchi yako usije kuona vibaya. Bwana tusaidie sana. Sasa inchi yake ikaonekana inalemewa sana, nataka kufungwa na ile inchi nyingine. Yule mtumishi kwa macho yangu, mimi sikuambiwa wala sikuwatch, akapiga magoti akaanza kuombea inchi yake ifunge. Akalia sana, Baba saidia inchi yangu. Ningelisema tu ungeona huruma, maana najua kuna watu wa ile inchi yako. Bwana tusaidie sana. Hii kweli ni roho gani na msukuma aombe ili wachezaji wa boli wafunge? Hii ni roho gani kweli? Huyo roho na mjaza na ikana uchi boli. Huyo sio roho wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Wapendwa, kuna vitu vinashangaza kwa ulimwengu. Hiyo mimi sikuambiwa taarifa, sikuambiwa habari. Mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu. Bwana tusaidie sana. Kwa watu ambao walijaza Roho Mtakatifu, walijaza Roho Mtakatifu wakiwa kwenye maeneo ya ibada. Ukichunguza hata wanafunzi walipojaza Roho Mtakatifu, walikuwa kwenye maombi ya siku 10. Sinakumbuka hivyo jamani. Walikuwa kwenye maombi ya siku 10. Watu wote, ukitazama hata wakati Roho Mtakatifu alipojaza watu wa nyumba ya Kornelio, walikuwa kwenye maombi ya siku 3. Yaani mahali popote ambapo watu walijaza Roho Mtakatifu, walikuwa kwenye ibada, walikuwa katika hali. Hautaweza, lakini mwambie Bwana unisaidie. Ndani mwako natamani na kuombea uwe na shauku ya kutaka kujaza Roho Mtakatifu, ili uweze kuwa mcha Mungu halisi, uweze kuwa mtumishi halisi. Bwana asifiwe. Acha tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Bwana. Asante kwa neema yako. Asante kwa upendo wako. Asante wewe uliyeruhusu tukutane siku ya leo. Asante kwa mafundisho. Asante kwa mambo yote. Haleluya. Bwana usifiwe. Ili kupendeza, kuruhusu Roho wako Mtakatifu, ili kupendeza, kutuma Roho wako Mtakatifu ndani ya wote waliokuamini. Maana ulijua ya kwamba hatuwezi kubaki waaminifu kwako, hatuwezi kutimiza yote uliyotuamuru tuyafanye bila kutujaza Roho Mtakatifu. Ndio maana ukasema kwamba sitawaacha yatima, sitawaacha peke yenu, nitawatumia msaidizi mwingine. Na msaidizi anahitajika mahali ambapo kumeonekana kunahitajika msaada. Ulitambua wewe kama Mungu, wewe kama Mungu ulijua, ulitambua kwamba wale waliokuamini hawataweza kustahimili, hawataweza kubaki waaminifu katika ulimwengu wa uovu bila kuwajaza Roho wako Mtakatifu. Baba, naomba kanisa lako, wote waliokuamini, walio mahali hapa na wale walio mbali, Yesu Kristo, uwajaze Roho Mtakatifu, uwapatie kiu, uwapatie shauku ya kutamani kujaza Roho wako.
maana pasipo kujaza Roho wako Mtakatifu hatuwezi kuwa Wakristo halisi, hatuwezi kuwa wacha Mungu halisi, hatuwezi kuwa watumishi halisi. Yesu tusaidie. Bwana ulisaidie kanisa lako. Ni wewe ulitununua kwa damu yako, sisi ni mali yako. Bwana utuweke muhuri, utuwekee chapa, maana muhuri wako unaouweka ndani ya watu wako, muhuri unaouweka ndani ya watu wako ni Roho wako Mtakatifu, kama kutuhakikisha kama sisi ni watu wako. Yes, utusaidie, ulisaidie kanisa kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu tunaamini utatusaidia, utalisaidia kanisa lako tangu sasa na milele, kwa jina la Yesu. Amen. Amen.